Leo tunaanzia movie yetu hapa. Kuna huyu jamaa ambaye alikuwa amekuja kuzinguliwa kwenye kazi yake. So huyu jamaa alikuja kumwambia, uko na bibi mrembo sana na huna kazi, so bibi wako ataanza kuliwa na majamaa wengine. But jamaa akamwambia, wewe usiniletee. So jamaa hapa akaanza kumgonga vibaya sana. So huku upande wa pili kuna huyu mke wake ambaye anaenda kwa jina la Amaka. Akakuja kuambiwa na beshte yake, nyewe mume wako huko anagombana na mtu, ndio amekuja kumwambia wewe ni mrembo sana sijui nini na nini, so wende uambie mume wako waache kugombana. So bidada wetu akaharakisha ili aende kuangalia mume wake akona shida gani na kwa nini anagombana na huyo jamaa. So huko akakuja akamwambia, mume wangu hebu achana na huyo jamaa. So hii ni siku nyingine usiku, alikuwa anamwambia mume wake, angalia venye umejiumiza mume wangu, nimekwambia uache ugomvi but hutaki kunielewa. Unajua mimi sitaki kukupoteza baba watoto. But Ebuka akamwambia, usijali mke wangu, unajua mimi siwezi taka mtu akukosee nikiwa bado hapa. So leo ni siku nyingine, bidada yetu Amaka alikuwa anatembea zake huku mtaani, akapatana na jamaa ambaye anaenda kwa jina la Elvis. Elvis akakuja akamwambia Amaka, yenyewe nilikuwa nataka unionyeshe mahali fulani. But bidada yetu Amaka akamwambia, utaenda hivyo mara upite kushoto. But jamaa yetu Elvis akamwambia, yenyewe unaweza panda tu nifikishe hapo. Bidada wetu Amaka akasema haya, isiwe kesi. So ukiangalia bidada ni bidada ambaye amefungasha mzigo vibaya sana. So hapa jamaa wetu Ebuka aliona venye mke wake amekuja ameshushwa hadi hapa kazini kwake. So akaanza kumwambia huyu jamaa, sitaki kuona hapa, kampeleka mbio. So hapa jamaa wetu akaanza kumwambia Amaka, unajua mimi sitaki mzaa ambayo unafanya ya kukuja unaletwa na wanaume hadi hapa kazini kwangu, juu mimi ni mtu wa wivu sana na sitaki hizo tabia. So leo ni siku nyingine, bidada wetu Amaka alikuwa anamwambia Ebuka, naenda zangu sokoni. But jamaa akamwambia ya uharakishe kurudi. So leo ni siku nyingine, alikuwa zake hapa mgawani. But jamaa yetu Elvis akakuja tena akamwambia, yenyewe nilikuwa naulizia hadi nimeonyeshwa hapa, so nilikuwa nakuja pia nataka chakula. So bidada wetu ni bidada ambaye amefungasha mzigo hadi mwenyewe unaona kabisa. So leo ni siku nyingine, walikuwa hapa na mume wake wanapata chakula cha usiku. Anamwambia, yenyewe huyo jamaa Elvis ameanza kunisumbua, ananifuata kila mara na kuniambia sijui ananitaka. But hapa alikuwa ametafutiwa ngona mume wake. So akaenda zake kazini. Bado jamaa yetu Elvis akarudi. But bidada yetu Amaka akamwambia, kwani unafikiria juu uko na pesa ndio utachukua kila mwanamke ambaye unamtaka? But Elvis akamwambia, usipokuwa kwenye mahusiano na mimi nitamuua mume wako. So hapa pesa ndio ilikuwa inaongea. So leo ni siku nyingine, Ebuka alikuwa anatembea zake alafu akatumia majamaa ambao walikuwa na wakakuja wakamhanda na wakampiga vibaya sana hadi bidada wetu Amaka ndio alikuwa hapa anajaribu kumpea huduma kwanza. But jamaa wetu hata kukula anafili uchungu. So hapa bidada wetu alikuwa anakumbuka hiyo maneno ya Elvis ambayo alimwambia, usipokuwa na mimi kwenye mahusiano nitamuua mume wako na nitakupata kiulaini sana. So kitu unaweza fanya ni uache Ebuka na ukuje tuanze kuishi na wewe. Basi bidada wetu akakuwa na jinsi, akafungasha nguo zake, akamwambia Ebuka, mimi naenda zangu kwa Elvis juu wewe hauna kitu na siwezi kuwa kwenye mahusiano na wewe na hauna kitu. So mimi naenda kwa mtu ambaye at least akona kitu na maisha yangu na iona kesho inaweza kuwa sawa nikiwa na yeye. So movie natupeleka baada ya miaka 2. Hapa bidada wetu Amaka ameshaachwa na huyo jamaa wetu Elvis. So hapa alikuwa anaishi na dada yake. Alikuwa anamwambia dada yake, yenyewe mimi nimeforce kutafuta job but inakosa, sijui nitafanya nini ili niweze kusurvive hapa Abuja. So dada yake alikuwa anamwambia, usijali, endelea kuwa na imani na usake pesa, usake job, utapata kazi na kila kitu itakuwa sawa. So hapa bidada yetu Ebuka leo ni siku nyingine, walikuwa na dada yake bado anamwambia, wewe endelea kuforce, usijali, kila kitu itakuwa sawa. But Amaka naona yenyewe nimejaribu, nimeforce hadi naona ni kama sitopata kazi. So leo ni siku nyingine, huyu bidada wetu, dada yake na Amaka ni au madada poa au madada wa kujiuza. So leo alikuja kuambia Amaka, kama umetafuta kazi umekosa, so itabidi tuanze kuenda na wewe kwa hii kazi yangu ya usiku, cause mimi huwa nalipa bills zote za hii nyumba na kuprovidea kila kitu na kwangu imeanza kuwa ngumu. So itabidi twende pia uanze kukajiuza. But Amaka akaona haya kuna jinsi. So hapa walikuwa wanaenda zao kujiuza. So Amaka walikuwa wamefika kileleni. But
Amaka kuna majamaa wawili ambao walikuja wanamwambia yenyewe huko kuchukua ni shilingi ngapi, but Amaka anawaambia mimi sijiuzi. Hao majamaa wakaanza kumfusi na kumwambia ibo harakisha twende, cause ukikataa hiyo kitu tutakufanyia mwenyewe utaamini. But bidada akakataa, akasema mimi yenyewe kama nani kuniua mwenyewe, but mimi si dada poa, nilikuja tu hapa but sikuwa nimeplan kukuja. But kuna huyu jamaa ambaye akakuja, jamaa yetu Ebuka sasa amejipata, at least akona gari pia anaendesha, akona kila kitu. So akakuja akamchukua bidada wetu Amaka na akamtoa kwenye mikono yao majamaa na akampeleka hadi kwake nyumbani. So but alimpeleka Amaka, alimtoa hapo tu kumsaidia. Baada ya kufika huku nyumbani kwake, Amaka anashangaa na kusema wewe ndio umekuwa hivi? Jamaa anamwambia ya kwa maisha usiwahi dharau mtu, ufikirie wewe sijui sahi yako chini na hata wewe inuka. But bidada yetu Amaka akashangaa sana, akamwambia nilikuwa sijawahi fikiria kama naweza kuona kwenye maisha mazuri kama haya, na venye ulikuanga mtu ambaye una kitu, ulikuwa tufundiwa panja. Akamwambia kwenye maisha usiwahi dharau mtu ama usiwahi fikiria mtu atakaa tu kwenye hayo maisha ambayo umeendelea kumuona. Kama mtu sasa yako chini, Mungu bado iko na anaweza saidia. Na kama unaweza taka ukaa kwenye nyumba, labda ukue mfanyakazi wa pandani, but siwezi kaa na wewe tena kama mke wangu. So bidada wetu Amaka kajiona aibu sana na kuona venye jamaa yetu Ebuka amemwangalia kwenye hizo mavazi. So hapa alikuwa amekuja kumuandalia kitu. So ikabidi arudi kwanza huko nyumbani kwa dadake na kuja kumwambia, unajua huyo jamaa ambaye tulipatana na yeye usiku ni nani? Ni ex wangu ambaye alikuwa mwanaume wangu wa kitambo, na asieti nilikuwa nimeenda kujiuza. But bidada akamwambia hapana, unafaa kuonesha pesa. But bidada yetu Amaka akamwambia mimi sikuenda kujiuza, huyo ni ex wangu na saa hii maisha yake ni mazuri na ameniambia kama nataka kuishi hapo labda nikuwe mfanyakazi wa nyumba. So hapa bidada yetu Amaka bado alikuwa anafikiria venye ataanzaje kufanya kazi kwenye nyumba ya huyo mpenzi wake wa kitambo ambaye anaenda kwa jina la Ebuka. But hakuwa na jinsi, kabidi akuje aanze kufanya kazi hapo. So hapa alikuwa ameanza kufanya kazi hapa kwa jamaa wetu Ebuka. Alikuwa amepewa vitu zote za nyumbani venye anafaa kutumika, na akaambiwa anafaa kuwa anavaa hizo nguo za red. So hapa alikuwa anapigia sister yake simu na kumwambia naishi huku. So leo siku nyingine kuna bidada ambaye alikuwa anaingia. Huyu bidada ndo amekuja amejitambulisha kama mpenzi mpya wa Ebuka. So bidada wetu Amaka alikuwa anaona but anaumia, but hakuna kitu ambacho atafanya. Huyu bidada wetu mpya, huyu mpenzi wa Ebuka, alikuwa anamtesa sana bidada wetu Amaka, but Amaka hakuna kitu atafanya juu huyo ndo mpenzi wa bosi wake. Mara achapo vibao wakiwa mezani wanakula, sijui mara afanywe nini. So bidada wetu alikuwa anaumia sana, but hakuna kitu ambacho anaweza fanya cause yeye ndo aliyataka, but pia yeye si kwa kupenda kwake. So leo alikuwa ametuma sokoni, mara ghafla huyo bidada akaenda kaingia chumbani kwake, akaweka saa kwenye bagi yake ili jamaa wetu Ebuka aseme yeye ni mwizi. So hapa alikuwa amekuja kuuliza saa yake, akaambiwa ndio hii saa yake nimepata kwenye bagi lake. So ikabidi afukuzwe kwenye nyumba hapa. Bidada wetu alikuwa anaongea na simu na ana plan venye atamwambia jamaa wetu Ebuka pesa zake ili aweze kujijenga, kwa kuna mpenzi mwingine, ila alikuja tu hapa kwa Ebuka kuchukua pesa na aende zake. So hapa Ebuka alikuwa amekuja, akamsikia vizuri, akamwambia wewe sitaki kuona kwenye nyumba juu wewe hauna nia mzuri na mimi. So hapa jamaa wetu alikuwa anafikiria vitu zote. Kumbe huyo jamaa huyo demo ambaye alikuwa anaishi naye akifikiria ni mpenzi wake, wanapendana, kumbe hakuwa mpenzi wake na alikuwa hajawahi fikiria kwa mpenzi wake na alikuwa hajampenda. So ikabidi ampikie Ebuka simu Amaka, na Amaka akakuja na hiyo beshte yake. So hapa Amaka walikuwa wanapiga story na jamaa wetu Ebuka, na anamwambia unajua mimi Ebuka sieti nilikuwa nimeplan kukuacha, but ni venye tu huyo jamaa ndo alinilazimishanga, akaniambia nisipo kubali kukuacha atakuja kukuua. So ndo maana ilibidingi niende ili niokoe maisha yako. So hapa ndo jamaa wetu akajua kumbe bidada kumwacha kwa nia mbaya, ili alimwacha ili asaidie maisha yake. So hapa ndio itakuwa mwisho wa hii filamu yetu. Jamaa wetu baada ya kurudishana na mpenzi wake wa kitambo na kujua ukweli. So hapa ndio itakuwa mwisho. Kama ndo mara yako ya kwanza kupatana na hii channel, usisahau kushare, subscribe na comment, utakuwa umetisha sana.
tupatane next.